Je, unajua kuwa thamani ya jiwe adimu la Tanzanite linalopatikana Tanzania pekee inaamuliwa na mataifa ya kigeni badala ya Tanzania yenyewe? Hali hii inaakisi pia jinsi rasilimali nyingine nyingi za Afrika zinavyodhibitiwa kutoka nje ya bara. Masuala haya yamekuwa sehemu ya mijadala mbalimbali katika vikao vya jukwaa la diplomasia la Italia nchini Uturuki, ambapo swali kuu lilikuwa nafasi ya Afrika katika mfumo wa dunia. Sio mara ya kwanza kusikia wito kutoka kwa Afrika wenyewe wakitaka kutatua matatizo yao kwa njia ya ndani na kudai uwakilishi wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Pia kumekuwa na mwito wa kuimarisha uchumi wa bara hili kupitia mikakati ya ndani. Ni wazi kwamba Waafrika wanatamani maendeleo na ustawi wa bara lao, jambo ambalo ni la kawaida na la haki. Katika vikao hivyo, mawaziri wengi wa mambo ya nje walitoa maoni yao. Walisisitiza kwamba kabla ya Afrika kudai nafasi ya kudumu katika Baraza la Usalama, ni lazima kwanza Umoja wa Afrika uchukue jukumu kikamilifu katika kutatua migogoro ya ndani kama ile inaendelea Sudan na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aidha, walitoa wito kwa nchi za Afrika kuondoa masharti magumu ya visa ili kurahisisha usafiri miongoni mwa raia wa bara hili, pamoja na kupunguza ushuru katika mipaka ya nchi jirani ili kurahisisha biashara ya kikanda. Wengine walionyesha masikitiko jinsi bara hili limegawanywa na mipaka ya kikoloni ambayo bado inaendeleza migogoro kwa misingi ya ukabila na rangi. Wakasema ikiwa migogoro hii itaendelea, basi mustakabali wa vijana wa Afrika ambao ndio rasilimali kubwa ya bara hili utaendelea kuwa katika hatari. Licha ya wingi wa hoja zilizojadiliwa, jambo la msingi lililoibuka ni kwamba viongozi hawa wamekubaliana kuwa ni lazima wakutane na kushughulikia changamoto hizi kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa Afrika inaweza kujitegemea kisiasa, kiuchumi na kijamii.